وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن من أهم ما يجب على المسلم معرفة دينه. Katika mambo yaliyokuwa muhimu ambayo yanapasa kwa kila Muislamu ni jambo la mtu kuifahamu dini yake, kwa sababu al-ilmu nurun, elimu ndiyo nuru ambayo itakayokusaidia kupita katika sehemu zenye dhulumat, zenye giza la sampuli mbalimbali: dhulmatul jahli, dhulmatu al-kufri, dhulmatu al-bid'i wash-shirkiyat, dhulmatu ash-shubuhat. Ilmu ndiyo itakayokusaidia kupita katika viza vya sampuli mbalimbali: kiza cha ujinga, kiza cha kufru, bali kiza cha bid'a na khurafat na shirkiyat, na giza la shubuhat. Ukiwa na ilmu ndiyo itakayokusaidia kupita katika viza vya sampuli zote hizo. Kuna katika mambo muhimu ambayo Muislamu anatakiwa ajishughulishe nayo. Muislamu anakapokuwa hajishughulishi na ilmu, basi yeye atakuwa ni karish fil hawa, atakuwa ni mfano tu wa unyoya ambao upo katika anga. Upepo ukienda hivi na yeye anaenda huko huko. Asa Muislamu anatakiwa ajitoe katika hali hiyo, aingie katika hali ambayo hapelekwi kama unavyopelekwa unyoya na upepo, na hilo halipatikani isipokuwa kwa talabul ilmi wathabatu alayhi, isipokuwa kwa kule kuitafuta ilmu na kuthibiti juu ya jambo hilo la kuitafuta ilmu ya kisheria. Ndugu zanguni Waislamu, kwa kuwa tuko katika markaz miongoni mwa marakiz za ahli sunnati wal jamaa, na watu ambao wako katika markazi hii ni tulabul ilmi wa shughluhum shaghil ni talabul ilmi, ni wanafunzi na jambo linalowashughulisha ni kutafuta ilmu. Kwa hiyo pia inapendeza mazungumzo yetu yakawa yamejengeka katika jambo hili
jambo linalofungamana na ilmu ya kisheria. Kuna jambo moja muhimu sana kulifahamu, nalo ni jambo la aljarh wa ta'dil. Jambo la aljarh wa ta'dil katika ilmu ya dini, kuna ilmu inayoitwa ilmu rijal, na hiyo ilmu rijal iko chini ya ilmu alhadith. Ukitazama ile ilmu alhadith, ndani yake pale kuna elimu nyingine, fani nyingine pale inaitwa ilmu rijal, na hilo ndilo ambalo linabeba ndani ya hiyo ilmu rijal hiki kitu kinachoitwa aljarh wa ta'dil. Kwa tulabul ilmi wanaojishughulisha na ilmu, kitu hiki hakiwezi kuwa kigeni kwao. Kitu hiki hakiwezi kuwa kigeni kwao, kwa sababu ukisoma katika ilmu ya mustalah lazima utakumbana na kitu kinachoitwa aljarh wa ta'dil, kujeruhi na kuadilisha, kuwajeruhi watu na kuwaadilisha watu. Kwa hiyo ni jambo ambalo inatakikana kwa talibul ilmi alifahamu. Sasa katika hiki kipengele cha aljarh wa ta'dil, mimi katika wakati huu sitozungumza mlango wa aljarh wa ta'dil kama ulivyo, kwa sababu alwaqtu la yasmahu lana, wakati hauturuhusu kufanya hivyo. Kwa nitazungumza kipengele kinachoitwa aljarh almufassar muqaddamun ala at-ta'dil. Jarhi ambao ni mufassar, ukisikia aljarh almufassar ni ile jarhi ambayo imebainishwa sababu zake. Kwa nini umemjeruhi huyu, ukataja zile sababu, hiyo inaitwa aljarh almufassar. Sasa katika kanuni za kiilmu, inda aljumhur, mbele za jumhurul ulama, wao wanaona ya kwamba aljarh almufassar muqaddamun ala at-ta'dil, jarhi ambayo imebainishwa sababu yake, jarhi hiyo inatangulizwa juu ya ta'dil. Kwa mfano, jambo hili huwa mara nyingi linapatikana inda taarud, wakati wa kukinzana. Mfano, mtu mmoja alafu wakaja wanawachuoni wakakhtalifiana baina yao kuhusiana na mtu huyu. Wapo wakasema ya kwamba huyu ni mtu majruh, wakamjeruhi na wakataja sababu. Alafu wako wengine wakampa ta'dil kwamba huyu sio majruh, hastahiki jerehe hiyo aliyopewa, ni mtu mwadilifu, huyu ni adlun bithiqatun. Hapa tunasema vimekinzana vitu hivi viwili, jarhun mufassarun ma'a ta'dil. Sasa wanawachuoni wakawa wameweka kanuni hapa kwamba ni kipi kitakachotangulizwa. Wengi katika wanawachuoni ambao ndio jumhurul ulama min almuhaddithin, wao wakasema ya kwamba ile jarhi ile ndiyo itakayotangulizwa. Maadamu ni mufassar, basi hiyo ndiyo itakayotangulizwa juu ya hii ta'dil. Sasa basi, kanuni hii baadhi ya watu wakawa wanaitumia
kipindi cha mizozo. Mfano, huyu amemjeruhi mtu, kisha baada ya kumjeruhi huyu mtu akaja mwingine, ni mtu ana ilmu, ana maarifa, akaona hapana, huyu jarhi hii haimstahiki, huyu ni mtu mwadilifu. Sasa ndio wengi sasa ndio huwa wanaitumia kanuni hii, wanasema hapana, wewe hata ulete taadili 10,000 maadamu huyu amejeruhiwa, hizo taadili zako hazifanyi kazi mbele ya jarhi ambayo ni mufassar. Kwa mtu ambaye hajishughulishi na ilmu, ukiasikia maneno haya yanazungumzwa tena kwa ufasaha wa kutosha kabisa, yanazungumzwa kwa hisia kali kabisa, na yakajengewa juu yake dalili mbalimbali na kauli za wanawachuoni mbalimbali, moja kwa moja wewe utasema ni kweli bwana, aljarhu almufassar muqaddamun ala at-ta'dil. Jarhi ambayo imetajwa sababu hiyo ndio inayotangulizwa juu ya ta'dil. Kwa kuwa hivyo ndivyo, basi haifai kwenda kinyume na kauli ya huyu aliyejeruhi. Kwa huyu aliyejeruhi yupo katika haki, na huyu anayefanya ta'dil yupo katika makosa. Kwa ufahamu wa kawaida wa mtu ambaye sio talibul ilmi, bahith, mwenye kutafiti mambo na kuyachunguza mambo na kuzitumia vizuri ibara za wanawachuoni, moja kwa moja yeye atakuwa ameshaamini hivyo na ameshaelewa hivyo. Lakini uhakika na uhalisia ni kwamba kanuni hii ya aljarhu almufassar muqaddamun ala at-ta'dil, hii kanuni kuna wakati inakuwa kinyume chake. Kuna wakati ta'dil inatangulizwa juu ya jarhi mufassar. Sasa ni wakati gani huo? Ndio mambo ambayo sasa wale tulabul ilmi wanaojishughulisha na ilmu wanakumbana nayo katika vitabu, wanayaelewa, wanayafahamu. Lakini pia ufafanuzi pia unahitajika wa kuwafafanulia watu Waislamu waifahamu kanuni hii, kwa sababu asli ni kanuni ambayo imejengwa katika misingi ya kiilmu na huwa inatajwa katika vitabu vya ilmu, ambavyo huenda Muislamu wa kawaida ambaye yeye ni mtu tu wa kukaa msikitini na kusikiliza mawaidha, huenda tangu ameingia katika Uislamu wake akaishi akakaa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, bado hajafahamu chochote kuhusiana na kanuni kama hizi. Kwa ikiwa ni fi awwalil marra ndio anaisikia kanuni hii na inazungumzwa katika mtindo wa hisia, mtindo wa mihemko fulani, moja kwa moja yeye yataathar, anaathirika kwamba kumbe mambo yako hivi. Sasa kwa kuwa ni kanuni ya kiilmu ambayo imejengwa juu ya ilmu, inatakikana tuielewe kama vile wanavyoielezea ulama, ni wakati gani aljarhu almufassar inakuwa sio muqaddam ala ta'dil. Miongoni mwa ahwali hizo wanaelezea wanawachuoni, wanasema ya kwamba inawezekana yule aliyejeruhi wakati wa kutakwa kutoa zile sababu zake za kumjeruhi huyo aliyemjeruhi, akizitaja zile sababu zinakuwa ni sababu zisizojeruhi, ni sababu ambazo hazijajengwa juu ya misingi ya ilmu,
Wanawachuoni wanasema ikiwa jambo liko hivyo, basi hii jarhi yake haitakubalika. Kwa hiyo wakati huo sasa at-ta'dilu inakuwa ni muqaddamun ala al-jarhi al-mufassar. Wakati huo ta'dil, kumwadilisha mtu kule, kutatangulizwa juu ya hii jarhi ambayo ni mufassar, jarhi iliyotaja sababu. Lakini pia wanataja wanawachuoni kwamba sababu za jarhi huwa zinatofautiana. Watu huwa wanatofautiana katika zile sababu za kujeruhi. Kwa hiyo kwa sababu hizo sababu za kujeruhi huwa zinatofautiana, utakapomjeruhi mtu utaambiwa udhkur lana, tutajie sisi zile hoja zako, zile sababu zako ni zipi. Na ndio maana sasa ukisoma katika vitabu vya ulama almuhaddithun rahmatullahi ta'ala alayhim, utakutana na maneno yaliyo wazi kabisa yanayoonyesha ya kwamba kuna wakati at-ta'dilu yuqaddamu ala al-jarh al-mufassar. Mfano, al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah katika kitabu chake Al-Kifaya, ndani ya kitabu kile Al-Kifaya, al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ametaja mlango maalum, akasema hivi: babu dhikri ba'dhi man istafsara fil jarhi fadhakara ma la yusqitu al-adala. Huu ni mlango wa kutaja baadhi ya yule ambaye alitoa sababu za kumjeruhi mtu, fadhakara ma la yusqitu al-adala, akataja mambo ambayo hayaporomoshi uadilifu wa mtu. Akaulizwa, hebu taja sababu za kujeruhi. Akazitaja zile sababu. Wenye ilmu na maarifa na khibra katika mambo wakaona hapana, haya uliyoyataja yote hayaporomoshi adala, hayastahiki kumjeruhi huyo uliyemjeruhi wewe. Ikiwa hivyo ndivyo, hiyo jarhi yako itawekwa kando na itatupiliwa mbali, na watu watabaki katika at-ta'dil. Nadhani mtakuwa mmeelewa maneno ya al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah. Maneno haya yako wazi kabisa katika kuonyesha ya kwamba kuna wakati unaweza kumjeruhi mtu, kisha utakapozitaja zile sababu za kumjeruhi huyo mtu, wenye ilmu na maarifa na khibra katika mambo wakaona hapana, hizi sababu zote zipige mkasi, si sababu za kumjeruhi mtu hizi. Sasa ukishaambiwa hivyo, usianze sasa wewe kusema angalia, mimi nimemjeruhi na mimi jarhi yangu ni mufassar, kwa jarhi yangu haiwezi kuvunjwa na kauli ya yeyote. Itakuwa umeelewa hivyo wewe kwa uelewa wako, lakini usahihi inakuwa hizo sababu ulizozitaja za kujeruhi hazina mashiko. Kwa hiyo wale walioziacha sababu ulizozitoa hawawezi kutiwa vidole vya macho kwamba kwa nini hawajachukua jarhi yangu. Naam, hawajaichukua jarhi yako kwa sababu ni jarhi mufassar kweli, lakini bima la yusqitu al-adala, ni kwa kile ambacho hakiporomoshi adala ya mtu. Na hapa nitawatajia mfano. Al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah
katika hicho kitabu chake Al-Kifaya akawa ameutaja mfano, akasema hivi, wewe yasikiliza vizuri haya maneno. Anasema waqad dhukira anna Shafi'iyya inma awjaba al-kashfa an dhalik, na pametajwa ya kwamba al-Imamu Shafi'i amewajibisha kufunua katika jambo hilo, yani kuzifunua zile sababu za kujeruhi. Li'annahu balaghahu anna insanan jaraha insanan, kwa sababu ilimfikia yeye habari ya kwamba kuna mtu alimjeruhi mtu fulani. Yasikilizeni vizuri haya maneno, kuna mtu alimjeruhi mtu fulani. Fasuila amma jaraahu bihi, akaulizwa kwa kile alichomjeruhi kwacho. Faqala ra'aytuhu yabulu qa'ima, yule bwana akasema mimi nilimuona anakojoa hali ya kuwa amesimama, ndio maana nikamjeruhi huyu, kwamba huyu ni kadha, hafai huyu. Nimemjeruhi kwa sababu nimemuona anakojoa akiwa amesimama. Sasa kwa sababu asli sio kwamba ukijeruhi tu kauli inachukuliwa pale pale, lazima zijulikane sababu, na hizo sababu lazima zipimwe, zinaingia katika mizani. Sasa faqila la, akaulizwa yule bwana, wama fi dhalika ma yujibu jarhahu, na kuna nini katika hilo kile ambacho kinachowajibisha kumjeruhi mtu huyo? Ni kweli umemwona anasimama anakojoa hali ya kuwa amesimama. Je, huko kukojoa mtu akiwa amesimama kuna jeruhi? Ni sababu ambayo kisheria inastahiki wewe umjeruhi huyo? Faqala li'annahu yaqa'u ar-rashash alayhi wa ala thawbihi thumma yusalli. Yule bwana akasema kwa sababu zinatuka cheche zile za mkojo alaihi kwake, wa ala thawbihi, na juu ya nguo zake, thumma yusalli, kisha anaswali. Angalieni ndugu zangu Waislamu, huyu bwana ameijenga jerehe yake kwa ufahamu wake, na huo ufahamu wake ni ufahamu mbaya, ufahamu ambao kwanza umejengwa juu ya dhana, na hiyo dhana yenyewe sio dhana yenye kutiliwa manani, ni dhana tu ambayo haina kima yoyote. Kwa sababu yeye anasema nimemwona anakojoa hali ya kuwa amesimama. Akaulizwa, haya, hilo linajeruhi? Linajeruhi hilo limemjeruhi. Kwa nini? Kwa sababu zile cheche zinaruka katika nguo yake, zinamrukia zile cheche zile, kisha anaswali hivyo hivyo. Sasa huyu bwana akaulizwa, faqila lahu ra'aitahu yusalli kadhalik, je, wewe umemuona akiswali hivyo? Haya, tumekubali, umesema hayo uliyosema katika kumjeruhi. Je, umemuona akiswali hivyo? Yani yule pale anakojoa, alipomaliza kukojoa akachukua udhu, wamuona. Alipomaliza kuchukua udhu akaja akaswali hivyo unavyomuona, na zile cheche zimemlukia. Kweli umemuona anaswali hivyo? Yule bwana akawa mkweli. Faqala la, akasema hapana bwana. Sasa kama hujamuona anaswali hivyo hivyo, kwa nini umemjeruhi? Kwanza, je, kukojoa mtu akiwa amesimama na cheche zikamrukia katika nguo yake na zikaruka katika mwili wake, kisha baada ya hapo akaenda kama ni kuoga kisha akaja kuswali kwa mfano, je, hilo ni jambo lenye kujeruhi? Na wajuaje wewe kwamba je, baada ya kumaliza kukojoa pale alipata maji akastanji ndio akaja kuswali? Kwa ni jar'un mabniyun ala su'i dhann farudda. Kwa hiyo ni jar'i ambayo imejengwa juu ya dhana mbaya,
ikawa jarhi ile imerejeshwa, walam yuqbal, na wala haikukubaliwa jarhi yake. Faqala la, alipoulizwa akasema hapana. Sasa angalia maneno ya al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, akasema fahadha wa nahwuhu jar'un bit-ta'wil wal-jahli, hili jambo hili na mfano wake ni jar'un bit-ta'wil, ni kujeruhi kwa ta'wil, kwa tafsiri mbaya, tafsiri isiyokuwa sahihi, waljahl, na ni kujeruhi kwa ujinga. Kwa hiyo kumbe kuna wakati mtu anaweza akajeruhi, lakini ile jarhi yake imejengwa juu ya ujinga na ikakataliwa. Lakini hayo hayatoki kwa ulama, mambo hayo hayatoki kwa wanawachuoni. Ndio akasema rahimahullah, wal alim la yajrahu ahadan bihadha wa amthalihi, na mwana wa chuoni hajeruhi kwa mfano wa jambo hili, bihadha, kwa jambo hili, wa amthalihi, na mfano wa jambo hili. Wana wa chuoni wanajeruhi kwa sababu za msingi, na ikitokea sasa amejeruhi kwa sababu ambayo yeye ameiona ni ya msingi, na wenzake katika ulama wakaichambua ile sababu, wakaona mbona hii sababu pia haingii akilini, wakaiacha pia. Hilo pia inawezekana, kama tutakavyoona katika mifano. Fawajaba bidhalika ma qulnahu, kwa hiyo ikapasa kwa hilo yale tuliyoyasema. Kwa ashahidu barakallahu fikum ni kwamba inawezekana jarhi mufassar ikarejeshwa kwa sababu ya vitu vinavyoweza kujitokeza kwenye jarhi hiyo, ikiwemo sababu ambazo hazina qima. Mtu ametaja sababu za kumjeruhi mtu lakini hazina maana yoyote, kama huyu bwana amemjeruhi mtu bila sababu za msingi. Na ndio maana al-Imam Shafi'i rahimahullah akawa yeye anawajibisha, ukimjeruhi mtu lazima utaje sababu, lazima utaje sababu, na hizo sababu zako ukishazitaja basi ndio zipimwe. Je, ni sababu za msingi au ni sababu za kutupiliwa mbali kwa sababu hazina maana yoyote? Ndugu zangu ni Waislamu, haya ni mambo ambayo wanawachuoni wameyataja na wameyadhibiti vizuri kabisa, na ndio maana ukiangalia katika sehemu mbalimbali, mfano ukisoma katika kitabu cha At-Tabsira wa Tadhkira cha al-Imamu al-Iraqi rahimahullah, pia amelitaja jambo hili kuonyesha ya kwamba kuna wakati aljarhu almufassaru inarejeshwa. Akasema hivi, thumma innal jariha, kisha hakika mwenye kujeruhi, wa in kana imaman mu'tamadan fi dhalik farubbama akhta'a fihi, kisha mwenye kujeruhi hata kama atakuwa ni mwana wa chuoni mwenye kutegemewa katika jambo hilo, farubbama akhta'a fihi, huenda akakosea katika jarhi yake. Kwa ikiwa amekosea katika jarhi yake, jarhi hiyo itarejeshwa na watu watachukua ile taadili. Haya ndio maneno wanayoelezea wanawachuoni. Kwa sio kila jarhi utakapomjeruhi mtu kisha wenzio wakapima kwa vipimo vya kiilmu na khibra, wakaona mbona hizi sababu haziingii akilini kabisa, mbona sababu hazina kichwa wala miguu, mbona hizi sababu hazina dalili za msingi katika jambo hilo, wao wakaona kwamba hizi bwana, hii jarhi sisi hatuichukui,
Sasa isije saa moja kwa moja wewe waanza kujenga alwala walbara